Welcome to our second, third, fourth, fifth edition of podcast. Kama uko hujafika hujasubscribe, unangoja what? Subscribe alafu ufanye. Hujasubscribe why? Why? Umejua mimi nashanganga hujasubscribe why? Unakuja una watch content alafu anaenda. Jamani, Subscribe bro. Wacheni hiyo tabia August. Unajaribu bonyeza kidude hapo. Songe, bonyeza kidude. Usifike hapo kisirisiri kama demo anaenda kuvunjwa uvajo. Ukifika hapo usifanye kitu. By the way, talking of kuvunjwa uvajo. Si leo tuongelee tu hiyo story. Kwanza mtuambie tu what was your experience? Kwani nyinyi si virgin? Nilikuwa nafikiria ni peke yangu nimefanya tabia. Bado ni virgin. Na hii karne kuna mtu unaweza pata kama si vajo. Hii karne. Sahi hakuna vajo mzee. By the way ni vajo. Jua una mtoi ama? Mimi. Mimi ni vajo. Mimi sijapata bado. Huyu ni mother of the dead children. Vajo ndio hujapata mtoto si hajazaa, that's why anajipata. Hajazaa lakini ametoa wengi. Sasa watoto wake hawako lakini walikufa. Sijapata mpoa bado. Usini gawie huyo wako. Uvaji na imaanisha kupata mimi bado natumia. Uvaji ni nini? Ile ngumu bado bikra. Bado Sema yako ulitolewa aje? The first ona, ngoja kwanza. Kuna mwingine alisema alikuwa anauliza yeye aligongwa na mwiko kama bado hajaifanya sex. Yeye alidungwa na mwiko. So kuvunja uvaji ni lazima uvunjwe na mboro ama mpaka uvunje. Unaweza vunja tena kitu yoyote. Lazima fanya alikuwa anafanyia ni mwiko. Lazima uvunje ndio hata baiskeli. Okay, kuvunja uvajo ni aje? Hebu muresa hawa bwana. I think kuvunja uvajo ni it's your first time to intercourse. Unaemba na ndo muyai. Akwamba hizo vitu zikutane. Usonya vinyaliro. Yes. I think unaona haifai kuwa vitu tu za mwanaume na mwanamke, hata objects. What do you mean? Hata ukijikula na tunakukumba sasa you are not Sasa kuja unavunja na huku. wewe bana. Mama na maiko. Alafu kati ukukumba kwa stand na huku umejua. Mwajuma, hebu tuambie ulivunjwaje uvajo? Mimi yangu ilikuwa tatanishi kidogo. Anyway, kwa mushkil. Unajua ilikuwa ile pressure ya shule. Sikujinajisi. Nilikuwa shule nikiwa form 3 una get. So mimi ile pia pressure ya mademu wale wakubwa. Kulikuwa na mademu wakubwa wenye hata wanatushida, sisi tulikuwa nyama ndogo ndogo. Sasa wakikaa wanapiga story hata wataki sisi tuende hapo, for example me, wananiambia Mwajuma wewe si class yetu, wewe usikae na sisi juu sijavunjwa bajeti. Una get. So wananiambia hivyo. So mimi nikasemaga kaka boyfriend kama mimi nitakwambia tu. Hapo form 3 ulikuwa uko na boyfriend. Na hapo kamwili. Form 3 ni lazima uwe na kazi. Hapana, kuna wao ulianza hiyo maneno mapema. Hapana, form 3 ni mbali bwana. Mimi kama niko class 6 after tumefunzwa ile lesson ya ngono. Inaitwaga ile lesson ya science. Reproduction system. Dema alioleka hiyo siku. Alienda jioni akaenda aliachia hapo shule. Okay, acha nikwambie, si ati mimi sikuanga na boyfriend wa kitambo. Yaani nilikuanga na yeye. Lakini ile yenye sasa mnakuja kwa tu tunaonana kwa njia, anapea biscuit. Anapatia barua Telegram. Anakushika kidogo. Ubucheza kidogo. Na sura moja volume. Sasa akaniambia huyo mpo wangu va chenda koleko. Ubere kata wewe ndio ulimwambia. Suko na kare. I'm speaking my mind. Sasa akaniambia twende tujaribu. Tukienda kwa nyumba ya sister yake sasa shinde tushalishitinyu. Yaani shindisho na tukokuagiza ushida simuoni pia. Pia nioni na sasa ashasema tuzime taa. Mimi sasa ndakunya sasa hizo ndaka korendi. Wakunya sabreka. Maana vile wasichana unashikanga hivyo na kojoa. Hivyo ndo nilikunya. So nitafuta kuku. Juu mimi nimelala hivi. Na ulimsikia kweli? Sasa nasikia kitu mara simutu mara anaenda simutu mara ashuka chini. Kidogo kitu inaanza kufinya. Ukasikia ni kama kitu inakudunga. Inadunga na unajua itoboi. And it's very very ngumu sana, ni chungu. Iko intact. Alafu sasa akidunga na wasta nyuma, unajua nasonga. Mako suka kama ng'ombe tu. Ng'ombe tu nani? Omaro langana risianga. Akisha ona inasunda hivi. Henda. Anasonga hivi. Yakubera ni shimba. Kitu kama boss.
on. So inagonga. Sasa na sisi tuanza nyuma. Na ya hayo. Ina mpaka nifaulu. Tena niuliza bado. Wewe unataka tu hiki tu. Na sasa wewe ulikuwa unasikia aje? Uchungu ba hata hiyo si utamu. Kwani wewe ulisikia utamu? Watu hata Kwanza na si uchungu. Hayo wanajua alikuwa anashangaa. Nashangaa huu nisikia utamu siku ya kwanza. Unataka kuendesha baiskeli? Huyu alikuwa shamba. Hiyo experience ya kwanza inakuwa ngumu. Mimi nakumbuka nilikuwa na demu sasa. Kaniambia sasa twende hivi. Hiyo siku nilibeba vitabu nikalala kwao. Ndio nitoke huko nikienda shule juu nikirudi nyumbani nitajibu nilikuwa. Sasa hapo ndio wanasemanga kuma ili kufanya mtu. Wezi lana hao kama mtu mpaka vitabu. Wacha. Na unaenda ukwe. Wale wanafanya watu English. Sasa nakwambia usiku. Wacha ndio kama mgana usiku sasa nikamwambia sasa yes. Kwa sababu njia hizo. So ulienda kulala huko ndo ukapewa hiyo usiku sasa. Yeah, hiyo usiku. Sasa mimi sijawahi jaribu. Sasa ni sengoyo. Hendo hadoha. Ni gabeli. Ni ndoka. Mlijamkila sindala. Different school. Alikuwa form 2 nikiwa form 4. Form 2, form 3, si ndio? Mimi lakini ilikuwa different school. Kwani hii Vajo kuna mahali imeandikwa ivunjiwe kwa giza. Hakuwezi kujalia. So, yeye alikuwa form 3. Form 3 ya. So wewe form 3 ulikuwa bado uko vaji? Nilikuwa tu na marafiki lakini si Uko na unajua kama hujafanya hii maneno unaona? Unaona watu wakipiga story, wewe unachangianga ni kama pia wewe ushaifanya. Mimi nishaifanya na demo. Usionyesha hujaifanya. Hata siku hizi. By the way, ufai kujionyesha, unafaa kujitia nguvu. Chali yangu. Nilipiga nduru sana. Hiyo wakati sasa mimi nimeng'ang'ana. Bwana toa basi. Kwani nyumba ni sweat sana. Mbona kanyanga shimo hivi? Kanyanga. Sasa mwana na hapo wanaacha mjini. Bwana umenipanua. Mpanua ena. Mimi wewe unataka mzara kujenga. Umulija kustage kuta. Mama mlai. Sasa kwa khome sasa unaanza sasa. Na kesa kanya sasa timu labda timu joke injire kwani Hebrai. Kumbe mwana mundu urabasi. Khale. Ufutuwe. Ruronye le kwanza. Wabuye. Magasa inamvunja Uvajo bila yeye kujua. Na pia bila mimi kujua. Pia wewe huko. Mimi hadi sasa sijawahi amini ni mimi nilivunja. Lakini mko na bahati mimi sijawahi kula demu yako. Hata mimi sasa sio hiyo sasa that is the thing. Unajua mdogo ukiwa mdogo mkiwa wadogo. Mimi wangu nilipata kama amevunjwa. Then you are mfieki, you are raped. Mwarava siwa. Tena unapasa ni. Zile enzi tukiwa wadogo haikukuanga sex. Unaona? Kama unaona kama msichana amelala flat ameshikanisha miguu hivi. Hata kitu yenyewe unaifikia wapi? Ulikuwa unachezea tu hivi juu. Alafu umelala matiko. Matiko ni shinda mberi. Matiko ni mtoto tu. Kalongo. Lakini hiyo style ilikuwa tu ya kila mtu. Kata sisi nyoro watu wengi kurejepa. Mimi nembo. Bareba. Lakini hayo chusi msichana nyama nyako sindio evidently kenya ngabulu izenda ila jani ngoto tisi yama sindu sia bora meote bora ujije mbo wako ujije mbo wako Siapa ni jalan masakan kata lu kan kadang baru kuyaja ko karepo mwana mpaka na hona sina na mtu kwangu na tena wani lakini mbona wazazi hawatufunzi hizo vitu wazazi wanatufunza kila kitu lakini hiyo ndio topic pekee na hiyo ndio na nikupata na mimi nakwambia life kwa boma yetu mimi hata ngono peke yake sijasikia hata wazazi wakiongelea yani inakaa iko forbidden wewe fadhali unasema hujawahi sikia ukiongelea mimi hata sijaijua watu walifanyia sababu sijawahi ona hata kama wameingia bedroom au watu kila sana wana watu wakiwa sitting room wakigombana shida kitu kinanishtua sasa hizi techniques mnatoa wapi hii scorpion nani alikufunza chakesha
tukienda mahali kwa shule atuambiwa sasa hii ndio scorpion kadunga. Hii ndio surrender to dog. Hii ndio kimo cha mende. Laptop style. Nawaambia simu za saa hizi. Hii ndio sijui ingine inaitwa mende kafamani. Kuna mende kafamani. Si ambushi na ndio labda sisi kuna inge. Olekesi Brenjembo. Ndio mende kafamani. Alafu kuna ngumi sio mungu. Usije kifo cha nini msikitini? Shina. Kichapo cha mbwa msikitini. Sasa hiyo ni mgeni. Mimi nataka hiyo surrender to the devil. Hii ni gani inakaa? Surrender to the devil. Mjeke Yasimanya. Hii pia mimi nimesikizia tu kwa Mungu. Ndio imetoka. Unajua acha nikwambie. Unaweza sikia style but unaweza kosa kujua inafanya. Juu kuna watu wametoa majina za style lakini bado watu wanaulizia okay hii ni style gani? Inafaa Kuna ule mwenye anatoa hiyo style anatoa na jina. Lakini sasa jua alifanyia kwa nyumba amwezi jua. Mimi nilichukua time kujua scorpion kadunga bro. Ni gani? Si yenye mnakaa hivi alafu just explain we need to know. No, I can just explain practically with. Hapana. Yeah, lazima nikuwe na bro, siwezi waste hapa energy yangu no kidogo tu hakuna bomba malaya sasa umeanza malaya. Hizo ni techniques za kuweka mtu. Alafu nilikuwa na swali kabisa. Usipokuwa nazo hao majamaa wenye wanafanyanga kazi ya kufanyia wanawake massage like kwani wao wanakuanga aje like mimi sidhani kama naweza fanya jozo ni nakole kazi hiyo atakushika mwanamke unamufinya hiyo kazi ni trick. I have a friend of mine anakwambia amefunika huku chini hata kama mimi ndio wewe mimi niko na rafiki yangu dem aliniambia mimi nimekuwa nikifanya massage. What happens there is unafanyia mtu massage anakulipa kama anataka extra anatoa do tena. Sasa mnaagiri kwa sababu yeye hapo tayari mimi siwezi kufanyia massage alafu nikose kuchemuka na ninaona vitu pia wewe unaamka. Unajua sasa unamaanisha hao watu wenye wanaenda massage ni washerati. Si washerati. Kuna vitu zinafanyika. Ndio maana unapata Subaru hapa. Ndio maana unapata watu wengi wanafanya kama hawajaoleka ama kuna mwingine aliniambia ni masingo mama. Kuna mwingine aliniambia kwanza ukienda kama wewe ni mwanaume sasa handsome boy ama hata na sura yako ngumu kama Tibo Zimbabwe ukiingia kwa room ya massage mkubwa wao anaita wale mademu wenye wako available either 10 or 15 chagua wanakatuok wakitembea then unachagua unasema now this is the one I want. Huyu ndo nataka anishughulikie. Then sasa anakufanyia service kwa njia njema kulingana na bei yako. Juu unaweza fanywa tu miguu peke yake, unaweza fanywa mwili yote, unaweza fanywa shingo tu anika kudombe cha kukoste huko. Okay. Ndio yako ndio itafanya. Okay services unataka. Kulingana vile uko na pesa. Okay, nje. Are you ready kwenda kwa massage? Mimi by the way siwezi. Uko lazima kutachimbika. Ukienda lazima kitawaka. Mimi ndo mwana mnyole. Mbona sasa ndo mwana mnyole. Mwenye mabona. Bora kukawa yafabu dhambi. Abu dhambi cha yule kile cha tawe. Hivi. Wao ni mkanga. Manyanya yao. Manyanya. Kujie. Nini ya? Ko babo lako. Noli umuso mukhasi nombo musata alwanyawo ndo shiruti aho ndo musata munyole shirivaji wewe ni vaji hiyo hata tusibishane nasema shirivaji wala shiri kama wewe ni msichana na hujaipata na munyole ama wewe ni mwanaume na hujaipata na munyole Osiri virgin. Why do you virgin? Eseshi. Mama fulani. Wewe uchenda kwa uchenda hapo. Uchenda ule mtu araba siko. Sio maraba sio. Osiri. Haba ho mtu mlala akusure mwani. Haba ho mtu mlala orafuna uli virgin. Mwana apeba susura ona. Sample shida dafu kuteme hoja. Kana kuinya tingu ngoya alisema. Sio chata ya. Sio chata ya. Kwani sio cha on. Ya nazi kwa experience ya virgin itawafuna kwa mbona. Ese na ne Hares Noveta. Rudi kwa Kiswahili. Hiyo story yako tutaka kusikia nini? Watu wanataka kusikia huko nje. Kuna walui hapo mnasikiza.
Okay, mi story yangu mi kufuna ka virgin ilikuwa form 1. Form 1. Moyo wako. Ilikuwa form 1. Yaani ni nziro burenya. Mkono burenya. Tena Ulaya sana. Nini mwana wa forest? Sasa hapo tunasoma na yeye alikuwa ananiambia kila siku ananiambia kuja ukienda kutenya nitakusindikiza. Nitakusaidia kutenya. Sasa ilikuwa mazoea alikuwa ananisaidia. Lakini siku moja ukaamua tu umulipe hadi kwa kazi yake. Tulikuwa tumeanza kutoka sasa alikuwa ananishikashika hivi kwa matiti na feel tu vitu zingine. What the fuck? Ana filma. Wewe Nikuze masiara. Amachaika ndio makasundu. Nasikia tupoa. Niacha ama niendelee. Hado wala Endelea. Alikuwa anisaidia kutenya sasa kuni zimetosha. Sasa ananiambia tucheze hapa kwanza tukae tu discuss story ya kesho ya shule. Tufanye nini? Tuende. Akanishika. Bali tulimaliza hayo maneno mimi hadi sikujua. Okay. Huyu msee alikuwa mkubwa wako. Alikuwa ananishinda na 1 year. Yes. Ako na experience. Umsa amekuwa kidina watu kwa forest. Umse hii ni mazoea. Huyo ndiye alikuwa na target. Na alikuwa anajua haka mimi akadina. Alikuwa mzee, alikuwa anajua ni maandalizi. Akasema sasa akaona alisema nitajitolea hata kama nikumsaidia kutenya mwaka lakini na alinisaidia kutenya alinitenyea akanipea 50 bob Hani shule alilishwa 50 bob alikutenyea kuni na baada akakupiga kuni na akanipea skoti ya shule hapa chuani wewe t-shirt yangu kwa mwili. I think kwanza siku anakosa skoti shule lakini huyu na yeye angefeel uchungu kwa sababu yale maandalizi unajua hizo wengine alikuwa unaona ndo feel uchungu but si sana kwa sababu alikuwa pole. Yes, this guy was experienced. Alikuwa mwanangono. Unajua procedure. Alikutana na teacher. Wako kama si mtu wa kuvuruga baba leo. The thing is pia yaka kapepo Kenya alikuegea ndani. After umsa amekudinya anakulipa. Anajua pia wasichana wanakuanga na hii kitu ati wanapeanga mostly umse mwenye anaonekana ni kama hana haja. So ile the fact that alikuwa anakusaidia kutenya kila siku na akuombi. Ndio maana bila kufika mahali atakuomba kwa this guys. Umse na ukakuwa alafu alikuwa ndio taje. Ya chai alikuwa ananibaya escort na hapo niambia kitu moja. Sasa hapo baadaye uko na kasi ulilipia sasa. Nilipia. Ona, lakini sasa after hapo uliendea rematch kama sasa kufanya sasa kwenda kuconfession. Lazima utaanza kusika sasa muasho. Sasa yes, alirudia. Acha niwaambie. Tulikaa kiniambia tu nisiambie mtu pia hata. Mlificha kama si. Tukakaa kwambia ni mabeshte. Sasa beshte yangu siku nyingine tulikuwa prep sasa tunapiga story. Mabeshte zangu wakatoa story kila mtu venye alikuwa na boyfriend wake anamfanya nini. Nikasikia nikabidi ukalipua bwana. Ukabidi umesema hamnijui. Mimi ni mwalimu bana. Hata hiyo siku tumnaona nikipiga kila siku. Mama unipea 20 bob na si kila siku. Sasa simnaona nakunywa chai na escort kila siku. Lunch time nimebebewa kwa na mbaba. Manze mimi niko na spoil. Kumbe wanawake wako na midomo. Wasema isambaye kwa shule. Katangaza tulikaa na huyo boy 3 months na tukaachana. Hata pia after revise ndio. Lakini kufikia saa hizi unapatanga maroro. Orera. Shiranga maloro. Anamkumbuka. Uwezi kosa kumbuka demu limnini kumbuka na mkumbuka jina. Wacha nimwambie. Mimi nakumbuka jina. Nakumbuka jina. Na unajua mahali mlifanyia. Na najua. Ilikuwa wapi? Ofeki hajasema.
Amufia kwa Muse. How did you break on your virginity? Mimi hapa iko hivi. Primary yote nilikuwa nasikianga tu mambo ya hiki. Yaani watu wanakatiana, nasikia tu watu wanakulana kwa shule. Kuna nikakati yako dem kwa hiyo primary, akaniambia atakuja kunipea siku moja. Nikuje asubuhi mabwebwe. Saa 10 ni amuke. Mpaka mama wangu akaniuliza, saa 10 unaenda wapi? Hata wewe niliseti mpaka alarm. Dada imagine kwa index. Kwa index hayuko hata top 10. Hapo index wapi? Hapo niko class 6 sasa tushafunzwa. Vile tulifunzwa ile nini hiyo reproductive. Kila mtu alibaki kwa hiyo class amechangamuka basi. Yaani ilichemusha kila mtu. Ni kama sasa mmeingia kwa dunia nyingine tofauti. Unajua hiyo class unajua na mili ndogo. Kila mtu kwa hiyo daro alikuwa na mwili kubwa. Wasichana walikuwa na mwili kubwa, matiti kubwa. Wanaume bali kwa hande mimi si ati kama siku hizo nena kaenda akatimbuta. Tulikuwa tunasema wala sema mtu ako na inches na ako na 6 mchezo. Sasa udema akaniambia wewe fanya hivi. Tunataka tukuje kabla watu watakuja. Na mambo itatendekea wapi? Chini ya desk. Hiyo siku nilienda nikatafuta cupboard kwa ofisi ya walimu nikajifanya chini ya desk. Urumula ya kabisa. Nikatandika. Chini ya desk mnatoshea. Hiyo siku kwa mimi. Huyo mzunta kwa nini? Desk. Saula mwana Simba kaya sikikuona katanda. Lakini mtambo ambao unamalizianga sasa si nikatandika cupboard vizuri. Bwana nikakuja mapema kabisa nikakaa. Bwana nilingoja msichana. Hiyo siku aligonjeka hakukuja. Wewe tunadai. Ndio msemo ni peko. Alimanza akagonjeka kabla alipona akapigwa transfer. Sasa imagine primary tena nianza kuinda msichana mwingine. Bane, sad story. Primary nitoka tu na dress pale ile tu tamaa tu weko mbako chokora. Walinda chini. Lakini majamaa walikuwa nakula ndolo. Kuna siku jamaa mpaka alibeba condom kwa shule. Alikuja na condom kwa darasa mzee. Sijui mwalimu alikuwa anatafuta nini akaangalia zile condom. Bwana tulichapwa. Eskelele. Unabeba ndani ya wapi? Ya shule. Bwana kulana wenyewe. Sasa watu walishafu sana. Niliingia secondary. Watu wakaanza kunipea pia pressure. Sasa wale mabeshe nakaa nao nasikia weekend niko na mechi sijui. Unaweza nisaidia kwa vitu. Sasa hivi nakupea wasu. Yaani ujamaa kuna mechi. Kwani na wewe na wewe unapeana watu. Yaani msako na dem manze. Na wewe utapeanaga keja. Sasa nikaanza kuja kukatiana sasa hiyo secondary. Unakatia dem lakini wacha nikwambie. Kama kuna kitu ngumu kwa maisha kuomba. Ni kuomba hii kitu. My friend, kitambo ufika tumali uambie mtoto wa mtu, hata kuomba atasi shida. Kumconvince tu akuje kwenu ama malve atakupelea yako hii kitu. My friend, bwana msione mtu umepea mtu bwana, huyu mtu amefanya bidii. Ndio. Ndio kufikisha hapo kwa kitanda tu. Mtu ameweka bidii. Kama ni uongo amemwaga yake yote, mpaka ako tayari kwenda hedhi. Amekuta ndanya yake. Vile boss wako na ndovu wako na ni. Alafu unajua ilikuwa ngaje? Unajua vizuri chenye kimepelewa kina boy, lakini boy hakutu pale. Kuja tukae kwa hiki. Sasa unajifanya nini? Twende bedroom. Ati mtoto kwa kitu umeweka kwa kitanda. Kwanza mimi sasa nitachelewesha. Mimi tukifika mimi kwa mimi na wewe ni mtu. Thank you. Thank you. Kuna mwana tenda mtu. Bwana ikifika bwana wacha niambie madem. Sisi wanaume tunapenda sisi ukikuja bwana kwa mravu bwana. Tutakuja kupiga sote. Bwana ngoania. Bwana. Unajua kama ni gangster. Ile kitu ujui. Madem wa town wanajua hiki kitu ni nini. Wanajua kuhamishwa. Utakuja kubembeleza. Si ukuja lakini wa town. Enga, journalist lama sana. Kitu mademo hapendi kama mimi nikiwa wa kwanza. Eti uniombe nini? Sasa hiyo kitu yenye utakuwa na mazoea hiyo, si ndio? Unanifanyia hii. Lazima nitajua tu uko after. Kwani tunataka kuomba. Sikia. Sasa hiki kitu ya kuomba direct dem eti nisaidie bana kine. Iko. Wewe uende hivi mnaongea nini akuja kwetu kujujua home nini kujujua kwenye nini. Hiyo ukikuja kujua home. So mtakaa hivi. Feelings huomba bana. Mtakaa hivi muongee nini ukishika tu dem kwa boots hivyo. Bas. Hivyo. Atakupea. Na siku hizi lakini okay. Sahi okay anyway
kuomba hatukuji direct ni pe. No, sisi hatukuji direct. Unaona? Tunakuja makona kona, then nikikwambia si utakuja kunitembelea. Okay, naomba. Hiyo ndio unajua madam pia saa nyingine tunafanya tu fanda. Unaona? Wewe umekuja kutembelea huyu kuliko kama nani? Sawa, anakupatianga pesa, anakusifu wewe ni mrembo. Hadi sisi yake hivyo. Wewe sasa wako kadeliver tu. Kwa Mungu wangu masana mimi. Kwa Mungu wangu mtu ni maji yako. Kama mimi nauzanga melon. Saa ngapi unanichelewesha? Ndio unanifuata soko. Nilikuwa kwa main conference wanaume nao walikuwa nalia hili neno. Please kama unajua uko period. Hii kitu iko ni ya kwanza kwa conversation. Jieleze. Mapema. Usikuje mimi niende nikukope mkate kwa Daudi na soda chips. Ujichape. Unajua chips kwa uzima ukutana kwa hospitali. Ninawa sungu. Ovyo kimekuita mara ngapi? Mara 3. Wewe kama ni wewe demu kwa periods na alafu chali tu mtu mwenye akona do anakuja anakuambia babe kuja kwangu next week on Saturday. Hiyo next week ikifika asubuhi ndio ukasa unasikia period. Utafanya sana ni target ya pesa msee. Ukifika huko ni mado nini? Mado. Utakosa kwani? Ukienda kama unaenda napigia baba, napigia mzee wangu namuuliza, baby unapenda chips na tomato? Akisema yes. Nayo. Hapo kazame. Unaweza uliza kuna wanaume wenye wapendi dema kiwa hata na periods wakae na yeye. Wanangu dema na mood na gani. So ukiuliza ati babe unajua sasa nimepata na periods. Kitu ya kwanza atafikiria wewe ni mkora. Yes. Okay, mimi sitasema umwambie. Mimi nimesema muulize. Mbona ukweli na wazungu wakatosha receive pesa. Alafu unajua okay, mimi nimemwambia ukweli. Kama anaweza cheza kwa matope, mimi nafanya bro. Hapana, lakini wacha nikwambie, ukiuliza inakuwa wewe ndivyo vile wewe si dem. Sisi tunaendanga huko acha mambo yaharibike kwa simu. Na mimi naharibu maneno kwa simu. Napenda chips zenye ziko. Okay, sikia hapo. Obvious utakubali tu unadhani maybe ni excuse. Yaani nikikuja kumwambia sasa 90% of men, unaona? 90% of men wakiambiwa niko period they don't believe it. They think it's against. Hata kama ni hivyo, leta mzigo kwa site. Mpaka tukague. Mimi usijaribu kula chips na mimi unaelewa. Mimi unaona nilifanya makosa. Hata mimi Google ni salama handi. Ni salama. Mimi mpaka nichangamke nijue kama ni Simba seme. Unasema mimi uniambia hivyo ndio umekuja. Wala kutumba watu ndio nene pale hiyo. Mpaka handi mkunye changu. Chima. Okay. Lakini kwa kitu nikwambie, lakini sasa nitakataa kula. Mimi nitakula juu hiki kitu okay. Unaona no waya ng'ombe no chokera no. Kuna hii mistake nyingine. Mimi kama boyfriend wako nimekupata nimekupatia. Ngoja kwanza. Nimekuwa nikikutreat vizuri. Like ukiomba do na kutumia unakupigia. Unajua na time yangu kitu saa 3 pale kupigia hata kuchat. I call with my credit. Yaani kukuongeleza maneno mazuri ndio bado unalala tu kama unasmile mpaka unacheka kwa ndoto. Maneno ya kuliwaza. Alafu inafika weekend nyingine njema na kuita ndiposa ukuje unifurahishe. Yenye baraka mpunyo. Alafu unajileta after kupika unaona unasema ati ni siku ya kwanza. What the fuck? Siku ya kwanza nini? Siku ya kwanza unataka nikwambie siku ya kwanza kukula ama kukulwa? No. Sipo eti. Ona. Eti sasa tumedate, nimekuja kwako mara ya kwanza na unataka sipo. Wacha nikwambie. Unavumilia. Wanawake chini. Majuma next time bado utakuja utanipea tu. Mbona tumekuwa kumeti kwa barabara, kwa hoteli, kwa wapi? Alafu nikuja sasa kwa nyumba unasema ni siku ya kwanza. Kwa nyumba sasa ni mara ya kwanza. Nimekutana na wewe tukajuana ukaniambia mimi nachomanga makasi sijui nini. Sijakujua Jose, sijajua uko serious na mimi ama. Unajua ya kwanza unaweza nilima tu. Alafu ndugu nataka kusikia utunduli. Ndashara bwana unanidrop. Na pia hiyo ndio mzuri. Na hiyo ndio mzuri. Siku ya kwanza peana ndio ujue msako. Wajua alikuwa
Unafaa kuwa na utulivu. Heshima ya mwanamke ni kwamba umjue mtu wako kwanza, ndio sasa muende mvurugane. Si ati siku ya kwanza waka kwenda ndio mkuhumu waka unaona mwanaume wa kukuacha. Mwanaume wa kukuacha hata kumbea. Johnny. Ufunga bisi. Umeombona zina bwana. Wala nyolo bulwae. Wala koko. Isama jeshi kanje. Unaona anakutana na demu, huyu demu anaenda wapi? Kwa kesha. Na anakatia huyu demu hii time anaenda kesha na anakula hiyo jioni tu. Hapana, hiyo mimi naonaga personal, mimi sijui mademu wengine. Unajua kila mtu ako na kitu yake. Wao labda wanaona siku ya kwanza ni sawa, lakini according to me hata ndio mwanaume mwenyewe akuheshimu. Siku ya kwanza mfai tu kufika na mara kukalamia bwana. Heshima ni heshima wewe kama mwanamke fika. Sikuna siku tu inaweza piga story na fanya hivi. Kwani kila kitu kinakuanga watu wafanye. Tena mtu anakupenda. Ngoja tuseme hivi basi. Mtu anakupenda tena haraka. Mimi naweza kuja Bible study. Mimi naweza prefer hii siku ya kwanza basi nipe tu round moja. Ndio hija kwa cha kwanza. Akifuatia ndine. Akifuatia mbango kuika munyumba cha kwanza. Chidesta kweli. Nisishangi kwa sababu moja. Isiponitosha nitakufanyia vitu zingine mzuri vile nimekuwa. Nitatia bidii. Niendelee kufanya vitu zingine mzuri. Utajituma. Nitajituma. Nikuliwaza kwa njia nzuri. Ndio maana bila utakuja uliana changa. Kwani? Za ule shoti ya kwanza ile range sherere. Olola hadi mlaka mbole hasa kumalizie. Na bwana nini hadi yako kama mwanamke imeisha. Okay, before tufunge. The big question tonight. Niulize tu swali. Uliza. Ni dhambi kukula chips na sauce? Kubwa sana. Tutaanzia hapo next episode. Alafu the next question. Yenye tutaanzia to the next episode, Are these things the same? Buzz! Hizi vitu ni the same. Kuanzia hapa kwanza kuna hii hapo watu wanasema ati yenye imefura vizuri ndo nzuri. Hii ati ndo nzuri. Hakunaga stairs kwa. Tukutane in the next episode. Before uende, make sure umesubscribe. Subscribe at YouTube channel yako ni na unifollow, na niko single, niko vacant, niko singwangwe, kila kitu. Utafute wapi huyo mtu mwenye anakuona? Ndio kwa YouTube yangu hapo, subscribe, ring your bell. Majuma Comedy. Pale TikTok Mwajei Comedy. Alafu Miss V TikTok na wapi pengine? Miss V YouTube, Miss V Instagram. Miss V everywhere. Mpaka Telegram mimi niko huko. What the fuck? Kokora zile Telegram hii. Nyonga bana. Haya sawa. Alafu sawa nasema unaonde Richoti Hassan TikTok, YouTube, Nathaniel Nyambaka. YouTube search Dramatic Family. Na sasa ku YouTube muhabe atukuvaida apembo msiro wasana kumbasa. TikTok kukuvaida apembo, Facebook kukuvaida apembo na mangana karaba base. Denya anga